tupunguzeni hasira za mda wote ni mbaya zinaponza. Upweke bwana, hadi mtu atakuja kufanya kitu kibaya kutokana na ukosefu wa pesa. Mambo yanazidi kuwa magumu. Basi je, nifanyeje jamani? Pia tujifunze kusamehe, tusiwe kama huyu kijana, hasira mbaya ilitaka kumponza. Tujifunze kuishi na watu kwa kila hali, tusiwe kama... Waalaikum salaam. Kuna umepoa zako hapo? Nimepoa, sielewi mazingira. Makweli. Nimekumbuka. Kuna mtu anatafuta mfanyakazi hapa, mimi nimtafutie mfanyakazi. Mfanyakazi? Wanangu, ufanye kazi. Mimi nafanya kazi yoyote. Nani? Jamaa mmoja mimi nikutana naye njiani, ananiambia huko nitafutie mfanyakazi hapo. Zamana mimi ameniambia una kazi ipo hapa, utaweza kufanya. Kamba mimi nimechoka sana so just kazi zetu si kila mtu, kuna muda sometimes na video free umepumzika. Kumbe akaniambia nimtafutie mfanyakazi. Kwa hiyo nimeona nimekutafuta sana huko, nimeona kupatia hapa. Kuna mtu anatafuta mfanyakazi mitafani hivi hapa chini. Mimi nguvu zipo, kazi yote nafanya. Nipe location, sababu zote zikoje hapo nimepatia. Maana mimi tangu kutoka hapa kwenda kule nishachoka. Kwa acha tumpe nani location yenyewe simwalipo. Wewe shuka hapa chini, mtaa kwanza, mtaa pili, kona. Umeona? Pale pale ndio kuna nyumba moja vizuri na rangi kama apoda. Unaona? Maeneo hiyo. Nishapaelewa. Hapo saa inatakiwa ni seti baadhi ya mazingira hapo, nichukue chochote kitu kwa sababu siwezi nikaenda mikono mitupu. Kweli. Nichukue chochote kitu. Unajua tuna na wewe inabidi uonge, inabidi uweke SMS, inabidi upige watu dakika, unajua. Kuweka sabuni, hata kuachana na hayo, mtu atakiwa kubaki mikono mitupu muda wote. Ndio maana tunajishughulisha na baadhi ya vitu. Kwa ndugu yangu, sema kwa hiyo acha sisi ngombe, sababu mimi kuna mtu kunafuatilia hapo juu na kuna vitu vyangu namdai, maana amekanavyo usiku sana. Nataka nifuate, alivyokuona usio tu kwenda mradi ushapapata. Yeye tu ifika pale mwambie bwana yule mtu mtuma nitafutie mfanyakazi, ndio mimi hapa nimekuja. Umeona? Acha sisi ni mwawe jamani, sijui kama nitamkuta. Maana nataka nimfuate yule alhamdu. Ambaye vitu vyangu mama amechukua, ni mwazima kompyuta yangu mpaka leo hajaniletea. Basi tuamini naingia hapo ndani kuchukua baadhi ya vitu. Hasira mbaya imemponza. I won't be like this young. I won't be like this young. Wewe kutokusamehe umemaliza. Tabia hasira imemlima. God make me not to live with everyone, make me not to live right. Enemies, friends, siblings, ladies and gentlemen, I won't be a wicked man. I won't be like this young. Depuis la levée du soleil jusqu'à la coucher du soleil, c'est pendant la journée, il y a plus d'obstacles. Alors il faut pouvoir savoir éviter, c'était l'obstacle de la journée. Samahani blaza, nilikuwa sijazania, nimekupamia kwa bahati mbaya, nisamee. Dogo, hata ufanyeje siwezi kukusamehe. Leo ndo nimepewa mchongo wa kazi, afu nataka kuniletea nuksi za kuniharibia kazi. Mimi nakupiga sikusamehe. Afu umenitafulia na begi langu ili safi, nilikuwa na miaka 2 sijalitumia. Nilikuwa nalipanga siku nitapata kazi ndo nilitumia, afu unakuja kuniharibia dogo. Ewa tupunguzeni hasira za mda wote ni mbaya zinaponza. Pia tujifunze kusamehe, tusiwe kama huyu.
Leo nilikuwa natembea nikakutana na jamaa akanipiga bila sababu. Akupiga bila sababu? Wewe utundu wako unajua sijaujua. Kwanza nishakukataza kutembea mpaka saa 12. Utakuwa nafunga ile gate. Usikwani unatembea mpaka saa 12, sawa kupiga mzidi kutembea sana. Homework ufanye tena. Nimefika kwa bosi ndo hapa. Na uhakika wa kupata kazi hapa. Acha nigonge sasa. Hebu kamfungulie mtu. Atakuwa mama yako. Ndio. Ngeni. Asante bosi. Jisikia ule kama kwa nyumbani. Asante. Asante sana bosi. Yeah. Kuna mtu ambaye nilikuwa disia kama amenipiga. Ndio huyo. Wewe mwana tania wewe. Ukionaga wageni unajitoaga akili wewe. Ngeni jisikia kama kwa nyumbani. Ndio huyu. Kweli? Ngeni kweli anaongea wewe mdogo wangu? Ndio ni kweli brother, ila ilikuwa bahati mbaya. Kweli? Kweli. Mgeni kazi huna. Kama umeweza kumpiga mdogo wangu, inaonekana hata wageni wakija wengine tuwafanyie ustaarabu. Samee bosi. Unajua tena sikuzamiria bosi, samee. Nilikutana naye njiani akanipamia, ila bahati mbaya nilikuwa na hasira bosi. Sikuweza kuvumilia nikampiga kidogo bosi. Naomba unisamee bosi. Hiyo kazi ni kwa sababu kama umeweza kupiga mdogo wangu basi hiyo kazi huiwezi. Kazi huna, utanisamehe. Asante kwa ushiriki. Kazi hauna ndugu yangu. Tatafuta kijana mwingine. Alafu nawe acha utundu. Hata kama muongea yoyote sisi kukusamehe. Samee bosi, unajua nilipitiwa bosi, samee. Mimi nikishamwaga nimeamua. Kazi tu hauna kijana. Tatafuta kijana mwingine. Kwa tabia zako siwezi kuvumilia kijana. Bosi. Ya mwisho basi sitampiga tena. Samee. Hamna. Siwezi kukusamehe. Wewe tu cha kufanya ungeinuka ukaenda. Yaani wewe inuka tu. Hasira mbaya ilitaka kumponza. Tujifunze kuishi na watu kwa kila hali, tusiwe kama huyu kijana. Jamani mdogo wangu umefurahi, si ndio hivyo? Sawa nimefurahi, lakini hiyo adhabu nimempa ni kubwa. Kiaje sasa? Sawa amenipiga, lakini naona tu msamehe. Mimi nimefanya kwa ajili yako wewe na furaha. Wewe umesema amekupiga yule. Nimekuuliza mara mbili umekubali. Sawa amenipiga, nimeamua kumsamehe. Sasa wewe unataka tufanyaje sasa? Nimsamehe ama? Msamehe. Kwa sababu umeamua wewe, kwa sababu wewe ndio mdogo wangu wa kila kitu. Kamwite. Niweze kumsamehe. Kaka anakuita na nani atakuacha kusamehe? Hasira mbaya imemponza. Jana. Naam bosi. Mdogo wangu kama unavyomuona amekuombea msamaha. Kwa hiyo nimeamua kukusamehe. Asante sana bosi, nashukuru kwa hilo. Sawa kijana, nimekupa kazi inabidi ufanye kazi. Asante sana bosi. Nimegundua kama hasira za muda wote sio nzuri, na pia usichokijua ni kama usiku wa giza. Sikutarajia kama huyu dogo anaweza akawa ni mdogo wako. Nashukuru sana bosi kwa kunisamehe. Nashukuru Mungu, afu cha pili wa kumshukuru ni huyo, maana bila huyo ilikuwa ni udugu wake.